Kipekee kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ya kushia neno la Mungu pamoja na wewe. Kwangu mimi ni heshima kubwa kupata nafasi ya kusema neno la Mungu na mtu wa Mungu. Amen. Na pia ninamshukuru baba yangu na mama, my adorables, Apostle David Mbembela na Mama Lilian Mbembela, kwa kuniamini kushia na wewe neno asubuhi ya leo. Ninaamini utabarikiwa. Jiandae kubarikiwa. Kila mmoja afungue Biblia yake, na kila mmoja awe na notebook na kalamu. Can I see them? Side, the other side. Mbona hapa hivi hamna Biblia? Biblia ziko wapi? Aya, smartphones ziko wapi? Kwa sababu Play Store na App Store siku hizo wametuwekea pia applications za Biblia. Where are your phones? Fungua sehemu ya Biblia na sehemu ya notebook, sawa? Aya, nyanyua juu kwa pamoja. Sema, hili ni neno la Mungu. Hili ni neno la Mungu. Ninaenda kusikia neno la Mungu. Bwana, fungua masikio yangu nisikie sauti itokanayo na neno lako. Fungua macho yangu nione maajabu yatokanayo na neno lako. Katika jina la Yesu, ninayachukua mawazo yangu, ninateka kila fikra ipate kumtii Kristo. Asubuhi ya leo, moyo wangu ukawe udongo mzuri Bwana kupanda neno lake asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Asubuhi ya leo tunaenda kujifunza kwa habari ya kanuni ya ubora, kutojiwekea mpaka. Kanuni ya ubora, kutojiwekea mpaka. Yes, tumekuwa na mwezi wa 11 na baba yetu kwa neno la unabii alilolipokea kwa Mungu kwamba huu utakuwa ni mwezi wetu wa ubora. Imagine tunahitimisha mwezi wa ubora na roho wa ubora hajakuingia. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema Lord forbid. Yes. Yaani mtumishi wa Bwana atangaze hapa madhabahuni, huu ni mwezi wetu wa ubora. Mwezi wa ubora unaisha, bado uko vile vile. Sema nakataa. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2, akasema, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema na wewe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nami nikamsikia yule anayesema nami. Sema amen. Ninapoenda kusema na wewe, ninatamani roho nyuma ya mafundisho haya akakuingie. Sema amen. Akakusimamishe, ukamsikia Mungu anayesema na wewe. Yes, fungua na mimi katika kitabu cha Zaburi ya 78 mstari wa 41. Zaburi ya 78 mstari wa 41. Neno la Mungu linasema, wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israel. Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israel. Wewe unaweza ukasema sijamwekea Mungu mipaka, lakini umejiwekea wewe mipaka. Mungu alipokwisha kumuumba mtu kwa sura na mfano wake, pia alifanya kwamba mtu ni muungu mwingine anaenda kutawala kwenye falme nyingine inaitwa duniani. Amen. Ndio maana pasipo ruhusa ya mwanadamu, Mungu hana la kufanya duniani. Kwa sababu Mungu ni mtawala mbinguni na mwanadamu amempa nchi. Anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Amen. Kwa hiyo Mungu aliona ninajizalisha kwa namna ambavyo, kama ambavyo sina mpaka, mwanadamu anakuwa hana mpaka. Limits are not there, we set them. Limits, mipaka sio hatima, mipaka ni maamuzi. Limits are not destination, limits are our decisions. Tunaamua wenyewe kwamba mimi ninaenda mpaka umbali huu na kutokea hapa siendi mbele. Mungu hakutaka
Kwa kitabu cha Mhubiri anasema, angalia Mungu ameumba dunia, lakini mwanadamu amevumbua mavumbuzi mengi. This is to show that kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu anaweza akafanya mavumbuzi mengi. Unlimited. Sema, I am unlimited. I am unstoppable. Sizuiliki. Sina mipaka. Yaani hivi, kiwango cha maajabu na umbali unaoweza kwenda bado haijatafutikana. Mmewahi kusoma neno la Mungu linasema mambo ambayo sikio halijawahi kusikia, jicho halijawahi kuona, wala hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia hao wampendao, ambao ni mimi na wewe. Kwa hiyo kwa mfano ukiona majumba makubwa, sema haya macho yameshaona. Kuna mambo ambayo unaweza kuyazalisha ambayo macho hajaona. Ukisikia sijui habari za haya, masikio yameshasikia. Unaweza ukamwekea Mungu mpaka kwa kusema okay, this one I can, this one I cannot. Na leo tunajifunza kanuni ya ubora kwa kutojiwekea mipaka. Wewe usijiwekee mipaka. Biblia inasema hao walirudi nyuma, walimjaribu Mungu kwa kumwekea mpaka. Mimi ninataka wewe, hatua zako zisiwe kurudi nyuma, hatua zako ziwe kwenda mbele na kutomwekea mpaka Mtakatifu wa Israel. Sema amen. Sema amen. Yes, you cannot limit yourself. God has not limited you. You cannot afford to limit yourself. Kujiwekea mpaka ni gharama kubwa sana. You can amount to anything you want in life. Unaweza kufikia kuattain heights zozote unazozitaka kwenye maisha. Sema amen. Yes, na kwa ubora unaotakiwa. Haleluya. Ninataka kushare na wewe mambo 6 ambayo yatakusaidia uwe bora kwenye maisha bila kujiwekea mipaka. Sema amen. Jambo la kwanza ni kutambua roho bora ya Mungu iliyoko ndani yako. Watumishi wazuri wa Mungu, kama kuna mtu hafahamu andiko la Daniel 6:3 linasemaje, hatuchezi na wewe. Haleluya. Jambo la kwanza, kutambua roho bora ya Mungu iliyoko ndani yako. Nasema ile andiko la Daniel 6:3 kwa sababu baba ameliimba mwezi mzima. Walitambua roho bora iliyokuwa ndani ya Daniel. Kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Andika mtumishi wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, kwa maana aliyeko ndani yenu ni mkuu kuliko aliye ndani ya ulimwengu. Sema amen. Sema aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ndani ya ulimwengu. Unamtambua huyu aliyeko ndani yako kuwa ni mkuu? Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Mike Murdock. Mmesoma vitabu vyake watumishi wa Mungu. Ana Kiingereza chepesi kiasi kwamba Pastor P you can read and understand, right? Yes. Anasema kuna kitabu chake kimoja cha Law of Recognition, kanuni ya utambuzi. Anasema kila kitu unachokihitaji kwenye maisha yako kiko around kwenye maisha yako, kinakusubiri tu wewe kukitambua. Everything that you need in life is around your life, waiting merely for you to recognize it. Inawezekana huyo jirani aliyekaa pembeni yako ndo ambaye unamhitaji for the next step of your life. The problem is ile ya Yohana sura ya 4 ambayo Yesu alikutana na mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria akamwambia, come on man, wewe ni mkuu kuliko Yakobo babu yetu, baba yetu, ambaye alitujengea kisima hiki, na yeye mwenyewe akanywa katika maji yake. Akamwambia, wewe come on, haujui unaongea naye. Akamwambia, laiti ungalijua huyu unayeongea naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye maji. The problem is we take light of ourselves. Na mchukulia wanasema, wewe wa kawaida. Kwa hiyo unataka nani sasa?
Kwa sababu Mungu atamit mahitaji yako, atamit vitu vingi kuhusu maisha yako kupitia watu. Na watu si wale jirani yako. Amen. Kila unachokihitaji kipo kwenye maisha yako, kinakusubiri tu wewe kukitambua. Unamtambua jirani yako? Tunakutana kanisani Jumapili kwa Jumapili. Unamtambua? Kama umtambui, very bad. Mwambie Bwana, fungua macho yangu nione ni nani huyu anayesema nami, nione ni nani huyu nimekaa naye hapa. Huenda umekaa na waziri wa 2030, unakuta ni waziri wa mfano kama sasa baba Apostle Dad na mama, unakuta waziri wa ndoa. Wizara mpya zinatengenezwa kila siku. Kwani wewe kuanza kwamba kutakuwa kuna wizara ya vijana? Sasa wewe unashangaa nini nikisema 2030 kunaweza kawa kuna wizara ya ndoa na malezi, kukawa kuna wizara ya watoto? Mungu afumbue macho yako uweze kujua ni nani huyu anayesema na mimi, ni nani huyu ninayekaa naye hapa, ni nani huyu ninayesoma naye, ni nani huyu ninayesali naye. Mtu uliyekaa naye anaweza kubadilisha kila kitu. Usimwekee mpaka eti kwa sababu huyu leo amekuja kanisani kwa miguu, kesho. Kubadilisha maisha kwa Mungu, maisha ya mtu, it's the twinkling of an eye. Ni hivi, maisha ya mtu yamebadilika. Amen. Mtambue roho wa Mungu aliyeko ndani yako. Amen. Jambo la pili linalokufanya uwe na roho ya ubora na usijiwekee mipaka ni mahusiano hai na uchaji wa Mungu. Mahusiano hai na uchaji wa Mungu. Binti, andika. Mimi nitamaliza hapa, utanishangaa zaidi baadaye. Mahusiano hai na uchaji wa Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 15 hadi 23. Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi 23. Tunaona habari za mtumishi wa Mungu Nabii Elisha na mtumishi wake. Protocols, haleluya. Protocols, haleluya. Hizi habari, huyu mtumishi wa Elisha, protocol sasa. Kulikuwa kuna mambo yanaendelea kwenye ile nchi. Ile siku ameamka, si unajua protocols zimetangulia. Akafika akasema, my God, mbona jeshi kubwa hivi limekuja kumkamata mfalme, limekuja kumkamata nabii? Akarudi, taarifa anayoipeleka kwa mtumishi Elisha, anamwambia, ole wetu bwana wangu, tumekwisha, yani kimetulamba. Nini? Gari la mapolisi liko hapa nje ya kanisa baba. I am thinking taarifa yake ilikuwa ya namna hii. Elisha akasema, sasa wewe amesahau Yohana, waraka kwanza Yohana aliyeko ndani yenu. Elisha akafunga macho hivi akasema, baba, fumbue macho yake, mfumbue macho yake. Akati anamwambia protocol afungulie macho, protocol anafungua. Sasa angalia kwenye kile kilima, Elisha amezungukwa na magari ya moto. Kwa nini Elisha amezungukwa afu huyu protocol hajazungukwa? Mahusiano na Mungu ni binafsi sana. Sema, mahusiano yangu na Mungu ni swala binafsi. Haijalishi unamfuata nani. Protocol anamwangalia anasema, amezungukwa na magari ya moto kiasi hiki, why not you? Ndo wale ambao unatembea chini ya neema ya mtumishi wa Mungu. Baba yako nani? Apostle David Mbembela na mamangu ni Lilian Mbembela. Unakuwa covered under the grace, alafu unanyanyua mabega. Nani kama mimi? Na mimi nimejua kuhubiri, na mimi nimejua kushandarize. It is the grace that has covered you. Huyu protocol anatuambia, aliposimama akamwangalia Elisha, aliona magari ya moto yamemzunguka. Na hiki ndicho kinamfanya Nabii Elisha awe unstoppable, asizuilike. Ni majeshi ya nchi yamekuja kumfuata, lakini jeshi la Mungu lililomzunguka kutokana na mahusiano yake hai na Mungu hayakuruhusu aogope. Akasema, sasa ngoja niwapige upofu, alafu niwapeleke hadi mji wa Samaria. Hallelujah. When you have God, you can do anything in life. Nimesema when you have what? Ukiwa na nani? Sijasema hela. Hela zinakujaga mtu wa Mungu, na kama zinakuja zinaweza zikaondoka.
ila Mungu. Yesu anasema nitamwomba Baba, atawapa msaidizi ambaye huyo Roho wa Bwana atakaa nanyi hata milele. Amen. Kuna ule uongo kwamba Roho wa Bwana ukitenda dhambi anasusa, anaondoka. Wewe unafikiria Roho wa Bwana yuko emotional kama wewe? Yaani wale wamekukwaza nini mtumishi wa Bwana? Dada Furaya alikuwa anahubiri akanisema siendi tena kanisani. Siendi. Roho wa Bwana is not emotional. Biblia inasema huyo Roho wa Bwana alipewa akae na sisi hata milele. Kwa hiyo unapotenda dhambi na kufanya maisha yako ya mchanganyo, the thing that you're doing, unaondoa tu ule ulinzi wa kiungu kama ambao Elisha alikuwa anatembea nao. Na ukishaondoka ule ulinzi wa kiungu, kila kitu kinaweza kukuzuia. Hata paka anaweza akakutisha. Sema amen. Sema sizuiliki. Sema sijipi mipaka. Kama Mungu asivyo na mipaka, ndivyo ambavyo sina mipaka. Haleluya. Kwenye kitabu cha Mathayo 19 ule mstari 26, tunamfahamu ule tajiri kijana mtawala aliyemfuata Yesu akamwambia nifanye nini ili ni urithi ufalme wa Mungu. Amen. Yesu akamwambia kauze vyote, akasema this is too big. Toa 10,000. So this is too big. Too big 10,000 utamiliki mabilioni mtumishi wa Bwana. Amen. Yesu akawaambia watoto, kwa jinsi gani ilivyo vigumu kwa tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Akaona wamuelewi. Akasema itakuwa rahisi kuangamia kupita kwenye tundu la sindano. Kumbe nikagundua hakuna kriteria ya kuwa maskini. Wanafunzi wa Yesu walikuwa matajiri. Haleluya. Nikwambia swali waliuliza. Wakamgeukia Yesu akamwambia apostle, kama ndo hivi ni nani awezaye kuokoka? Means na wao walikuwa matajiri. Mwambie jirani yako, halo, wanafunzi wa Yesu walikuwa matajiri. Hauna excuse ya kuwa tajiri. Akamwambia kama ndo hivi nani atakayeweza kuokoka? Yesu akamwambia kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote, sema yote, yote, yote yanawezekana. That means wanadamu wana mipaka, wanadamu wana limits, wanadamu wana mahali wanapoweza kuishia, lakini as of God, sema as of God is unlimited. So I am. Sema tu kwa Mungu hakuna mipaka. Ndivyo ilivyo kwangu. Sikwambii ili wewe usapoti mahubiri yangu, kwa sababu whether useme au usiseme mimi sitaendelea kuhubiri. Ninakuambia useme ili uiambie roho yako kwamba this is the truth of my life. It should settle in you. Allow it to sink. Hii ndio kweli ya maisha yangu. Iruhusu izame ndani yako. Ndio maana unaongea na roho yako. Sizuiliki. Amen. Ninaongea na watu wa Mungu. Na tunamkumbuka yule kijana wa Marko 9 ambaye alikuwa ameenda kutafuta msaada kwa ajili ya mtoto wake. Alafu kama washirika tu sasa hivi wanasubiri baba amekuja, wanasema apostle ananiambia ndio mwanangu. Sasa nilikuwa na shida yangu nikaileta kwa Pastor Monica, hakunisaidia. Yaani washirika sasa hivi wanavyobehave mtu wa Mungu hawakuwa tofauti na wale washirika kipindi cha Yesu. Wakamfuata kumwambia Yesu, akamwambia nyewe wanafunzi wangu mnajadili nini? Akamwambia nilimleta mwanangu anaumwa, nikamleta kwa wanafunzi wako, wataka wamtoe pepo, wakashindwa. Amen. Watumishi wa Mungu, amen. Ukishakuwa mtumishi wa Mungu lazima ujenge uwezo. Bila hivyo washirika watakusemelea. Walisemelea kuanzia enzi za Yesu. What do you think you are? Pia kwa sababu wanafunzi wako wameshindwa, sina imani sana na uwezo wako. Unajua na una mipaka. Lakini ukiweza baba ukiweza. Yesu akamwambia come on, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Amen. Maana yake ni nini? The
Daraja lililoko ni wewe kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya hili. Hata kama wanafunzi wa Yesu wameshindwa, wale niliokuwa natarajia wanipe connection wameshindwa, yule sponsor nilikuwa nataka anipe ada ameshindwa, yes you can do this. Unaenda kwa Mungu afu unamwambia ukiweza. No, ukienda kwa Mungu hafu usiwe na njia. Baba ninaomba, endelea kusema. Baba naenda kulala, endelea kusema nami kwa njia ya ndoto na maono. Kwani yeye amekwambia lazima aseme na wewe kwa ndoto na maono? Anaweza akakuamsha akamwambia soma mstari fulani. That's it. Usiende kwa Mungu na mahitaji na una njia ya kupata hilo hitaji. Amen. Sema sizuiliki. Sema sizuiliki. Jambo la tatu, kutenda kwa akili. Mtumishi wa Bwana andika kutenda kwa akili. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 18. Andika. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 5. Biblia inasema, basi Daudi akatoka akaenda kote alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Akatenda kwa akili. Anasema Sauli akamweka juu ya watu wake na juu ya watumishi wake, na jambo hili likawa jema machoni pa watu wote. Watu wazuri wa Mungu, when you do something, do like a king. Unapofanya jambo, fanya kama kiongozi, fanya kama mfalme. Usifanye kuwa miongoni mwa waliofanya, fanya ili kuwa kiongozi wa aliyefanya. Mnanielewa nachoongea? Ukifanya mambo yako kwa akili hautazuilika. Ukiwa darasani, be strategic, fanya mambo yako kwa ubora. Mimi nikiwa nasoma, sikuwa nasoma ili niwe mmoja wa waliomaliza vyuo. Nilikuwa nasoma ili niwe best student. Haijalishi nitapata GPA, nilikuwa nataka nzuri, lakini niwe best student. Sishiriki mashindano ili niwepo mmoja walioshiriki. Shiriki ili ushinde. Biblia inasema hamjui hao wapigao mbio hupiga ili washinde? Pigane mbio namna hiyo. Fanya kwa akili. Usifanye kuwa mmoja wapo. Hivyo ndivyo namna ambavyo utakuwa uzuiliki. Fanya mambo yako kwa ubora. Ya uwe outstanding. Si mnaelewa kwenye vyeti kuna kuwa outstanding, kwamba sisi tulikuwekea mpaka uishie hapa, lakini wewe ume outstand, umevuka. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Jambo la 4, kujifunza kwa uendelevu. Nimesema kujifunza kwa uendelevu. Kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Biblia inasema katika mwaka ule wa kumiliki mfalme, anamwongelea mfalme Dario mwana wa Ahasuero. Anasema katika ule mwaka wa kumiliki, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ya sisi kuwa kule utumwani Babeli ni miaka 70. Tangia umesoma ile andiko mtumishi wa Bwana, sema napona. Hujawahi kwenda kutafuta hicho kitabu alichokuwa amekisoma Danieli, sema napona. Hicho kitabu ni Yeremia 25. Sema napona. Na upone kwa jina la Yesu. Sema amen. Yeye kwa kuvisoma vitabu alijua muda wa kukaa utumwani umeisha. Unapojifunza kwa uendelevu, unakuwa unstoppable. Amen. Yes. Ukiwa na maarifa na ujuzi, ni kama vile ukiwa na imani. Unaona vitu vyote vinawezekana. Ni sawa pia na ukiwa na hela. Amen. You see you can solve anything. Though tuache, naongelea maarifa. Amen. Amen. Yes. Mtu asiye na ujuzi, kwa mfano, akatokea labda mama mjamzito, alafu akashindwa kujifungua kawaida. Pastor Suzy, wewe unajua utachanganyikiwa. Pastor Suzy anasema atachanganyikiwa. Lakini akiwepo mtu ambaye amesoma elimu ya utabibu, anajua namna ya kufanya upasuaji, anajua the case is settled, mama atakuwa salama na mtoto atakuwa salama. The same applies. Hivyo ndivyo inavyokuwa kwenye upande wa maarifa ya kiroho. Kuna jambo ukikutana nalo unachanganyikiwa kabisa, lakini baba akiliona anasema this one is settled. Linapatikana hapa na hapa na hapa. Kuna kipindi kwenye maisha unapitia una overstay. Mtumishi wa Mungu akikuangalia anasema wewe, muda wako wa kukaa kwenye biashara moja umeisha, toka hapo kwa jina la Yesu.
muda wako wa kukaa single umeisha. Mwalimu ameitikia. Toka hapo kwa jina la Yesu. Danieli alisoma vitabu akasema, kwa kufikia hapa tunatakiwa tutoke utumwani, na wakatoka. Sema amen. Unaposoma na kujiongezea maarifa, you become ahead of others, and so you become unlimited. Amen. Wanaosoma ni viongozi kama wakifanyia kazi wale wanaosoma. Ninaongea na wewe mtumishi wa Bwana. Readers are leaders when they act on what they have read. Usipofanyia kazi unachokisoma, unakuwa mjuaji. Amen. Unakuwa unajua mambo mengi hadi kidogo unasema, hivi sasa na dada anaongea nini hapo juu? Ningeweza Lakini when you act on what you have read, you become unstoppable. Sema amen. Sema amen. Jambo la 5, maisha ya utakatifu. Ninakufundisha mambo ambayo yatakufanya utembee katika ubora, lakini pia usijiwekee mipaka. Maisha ya utakatifu. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32. Neno la Mungu lasema, azinie na mwanamke, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Watu wazuri wa Mungu, kwani kuna mtu anaziniki na mwanaume? Yes, kwenye perverted world, azinie na mwanamke anaweza kuwa mwanamke na anaweza kuwa mwanaume. Afu huyu mtu anaweza kuwa mwanaume azinie na mwanaume, au mwanaume azinie na mwanamke. Maisha yasiyo ya uchaji yanakuzuia. Amen. Kwa kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 11, tunaona Daudi ameacha kwenda vitani kama ambavyo wengine wanaacha kuja kwenye nyumba ya Mungu, so wanapata nafasi ya kutenda dhambi. Amen. Anamuona mtu anaoga na anaenda kupanga mipango ya kulala naye. Akili, karama na vipawa ambavyo Mungu ametupa tuvitumie kwa ajili ya kurenovate dunia yetu, kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kama kutengeneza ndege. Sema amen. Kuna mambo makubwa kuliko ndege. Watu tunapoitumia kwenye kufanya dhambi na zinaa, tunakuwa stopped, tunakuwa tumejiwekea mipaka. Daudi, afu unajua hakuna dhambi inaenda peke yake. Daudi amezini. Alipozini akasema, sasa hapa nafutaje hii dhambi? Ngoja nimwambie akalale. Amegoma. Haya, akaeka vitani, akaua. Baada ya kuua, anataka mtoto azaliwe, anaanza kuomba, anakuwa kama mlokole. Bwana mwenye rehema nyingi, basi mtoto aishi. No. Yaani ule rushwa, alafu kile ulichokula kwa rushwa kiishi. You cannot scam God. As of me, unaweza kudanganya. As of the priest of this house, makuhani, unaweza kuwadanganya. Lakini as of God, you cannot scam him. Kwamba unaishi maisha matakatifu. No, you can't. On the other side, maisha ya uchaji kwa Mungu yanakufanya usizuilike. Kwa kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa 2, anasema, angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza Roho wa Mungu kwa ajili ya mambo yote. Nimemjaza hekima, maarifa, ujuzi, afanye mambo ya kazi zote. Watu wazuri wa Mungu, kama Bezaleli aliweza kuitwa afanye mambo ya kufua dhahabu, ustadi wa mbao, ustadi wa nguo za makuhani, how about you? Mwambie Mungu, umeniita kwa jina langu fulani bin fulani bin fulani kwa ajili ya kazi hii. Umenijaza maarifa na hekima na ujuzi. Wanasema tu ukiwa na selling skills peke yake you can sell and you can excel. Sio kweli. Biblia inasema huyu Bezaleli ilibidi ajazwe Roho wa Mungu, alafu ajazwe hekima, ajazwe maarifa, ajazwe na ujuzi, ili asiwekee mipaka, awe unstoppable, afanye kazi ya Mungu. Haleluya. Unapojiwekea maisha ya dhambi, unajizuia mwenyewe. Ni kama wale ambao wanakula alafu wanafuta mdomo. Sikula mimi. You can't scam God. You can't. Watu wa Mungu, haleluya. Utaweka password kuanzia mwanzo wa simu mpaka mwisho wa simu, but God who sees in the secret, Mungu aonaye sirini, anajua kwa mchungaji unamdanganya, lakini mimi piga hiyo filimbi vizuri. Si unajua tukihubiri kuhusu dhambi watu wanapoa. Yaani wameniangalia hivi.
Sasa kwa nini umegusa na upande wa dhambi? Kwa nini mtumishi usingeweza kumaliza bila kugusa dhambi? Nagusa kwa sababu ninajua kizazi hiki kinakwamishwa sana na dhambi kuliko kitu kingine chochote. Cha pili, kiburi. We are too prideful, we are too sinful. Na hatuwezi kujionyesha kwa sababu tunataka tukiwa mbele ya watumishi wa Mungu tuwe clean, tuwe pure. Lakini yanayoendelea huko nyuma, Biblia inasema yanayotendeka kwao ni aibu katika siri. Ni aibu hata kuyanena. Na yanatendeka wapi? Kanisani. Kwa nini hamsemi mpate msaada? Kwa sababu unataka kujionyesha. Pastor Monica atanionaje? Nikimwambia mama atansema. No. Unajizuia. Unajiwekea mpaka. Unarudi nyuma. Unampa mpaka hata Mungu kufanya kwenye maisha yako. Jambo la mwisho, mazoezi ya faraga ya mara kwa mara. Amen. Biblia inasema, kabla ya Biblia hivi unajua dunia haina muda wa kumpokea mtu asiye na maandalizi. Haina huo muda. Haupo. When you are not prepared, don't go to the battle. Usiende vitani. Hallelujah. Hosea 7:8, fungua usome. Biblia inasema Efraimu ajichanganya na mataifa. Efraimu ni mkate usiogeuzwa. Dunia haitakupokea kama wewe unaandaliwa au hujaandaliwa au umeandaliwa nusu nusu. Ni mkate usiogeuzwa. Hivi kwa mfano, hata kwa wale ambao tunajua kupika chapati, sema amen. Hata wale ambao hamjui mnapika kama mikate ya Yesu ya uonyesho, simseme tu amen. Mungu atakupa neema. Kuna mama gani anaweza kupika chapati upande mmoja ikaiva, alafu upande wa pili ikawa nyeupe pe, alafu akapeleka mezani akamwambia baba fulani, chapati tayari? Is that so? Kwenye maisha kuna kipindi cha maandalizi na kuna kipindi cha mavamizi. Kipindi cha mavamizi unapotaka kujiandaa unafeli. Kipindi cha maandalizi unapotaka kufanya mavamizi utafeli. Nimesema hivi, kwenye maisha kuna wakati wa kujiandaa na kuna wakati wa kumanifest. Usijaribu kumanifest wakati wa kujiandaa, wala wakati wa kumanifest usikae unajiandaa. Wanafunzi halo, mnamwelewa mwalimu? Kwenye maisha ya shule kuna wakati wa kusoma na mwalimu na kuna wakati wa wewe kuongea na karatasi. This is what I learned. Amen. Wakati wa kufanya mitihani, ukiwa unataka ujifunze na mwalimu, utakuwa uko kwenye right track. Utazuilika, si ndio? Zoezi ya mara kwa mara ya faraga. Nimesema tena ya faraga. Achana na hizi ambazo tunakuona hapa, mtumishi wa Bwana unatufundisha ama unatuombesha hours. Yafanye faraga. Mnajaribu kunielewa? Yes. Wakati wa amani tunaandaa silaha za vita, na kinyume chake ni kweli. Wakati wa vita tuandae silaha, tunapigana. Amen. Hallelujah. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa 33 hadi 35. Nimesema hivi, mazoezi ya faraga ya mara kwa mara yatakuokoa na aibu, mtu wa Mungu. Sema amen. Kuna wakati utabidi uitwe ikulu kuongea wewe, alafu unavyoongeaga ovyo. Sema nabadilika. Jiambie kabisa nabadilika. Sema nabadilika. Don't do things for show off, especially when they are spiritual. Usifanye mambo ya kiroho for show off. Mambo ya kiroho ni kwanza kwa ajili ya roho yako kujijenga. Akati tatizo limetokea linaitwa Goliath, alafu Daudi mtumishi wa Mungu ameenda kupeleka chakula vitani, amewapelekea wale wakina Eliabu magiant. Anakutana na ile vita afu anainunua kwa bei ya kutrade solution. Mungu akupe upako wa kupata majibu na uyatrade kwa kizazi chako. Yes, hatutoi majibu bure. Daudi aliuliza atapewa nini huyu mtu atakayeiondolea taifa ya aibu? Atapewa nini? Wakamwambia atapewa mke, atapewa. Unajua kuwa mke wa kifalme wewe? Wanaume singles, semeni amen.
Haleluya. Sauli akamwambia, hauwezi kupigana na huyo mtu kwa sababu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia, nilikuwa nina mazoezi ya faraga ya mara kwa mara. Anasema mtumishi wako akiwa huko machungani akichunga kondoo, sio za kwake ila za baba yake. Alikuwa mwaminifu. Simba alipotokea na dubu kwa ajili ya kutaka kurarua, akamchukua mmoja wa kondoo, alitokea akamvuta ndevu zake, akamua, akamtupa mbali. Huyu Goliati ni nani mbele ya mimi niliyekuwa na maandalizi? Who is this? Who is this between my interview is passing around? Who is this Goliath? Anasema huyu ni nani asiyetairiwa? Kuna matatizo unatakiwa uangalie useme what is this? Kwa sababu ume-exercise roho yako. Ume-exercise roho yako kiasi kwamba unaona unatembea juu ya matatizo. Huko tunako kwenda, wale majitu ni chakula chetu. Twendeni tupande tukatamalaki. Kwa sababu tumeweza kufanya vita. Tumepigana na Wahivi, tumepigana na Wahiti, tumewaondoa Waperisi. Who are these people? Tumejiandaa cha kutosha. Tumeandaliwa vya kutosha. Sisi ni kama wana wa ujanani wa baba yetu. Akitutoa tunaenda kulipua. Lakini kama ujiandae, lakini kama ndo una hizi fake things, fake humility, fake everything, unasoma neno nionekane. Leo tumeshika wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Bwana Yesu sema sitazuilika. Kwa jina la Bwana Yesu sema sitazuilika. Sijipi mipaka, sirudi nyuma, simpi mpaka mtakatifu wa Israel. Katika jina la Yesu nimetambua nafasi yangu, nimejua aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Natokana na Mungu, siwezi kushindwa katika jina la Yesu. Jiombee mtu wa Mungu. Is that how you are praying for yourself? Jelida barados yatala na ma ekobedia siatala na mahanda rekobede katalina masia eshede bele kanterina masaya rada bashatala kai ekobede siatala na ma rakata ya tosa kata eshede bele kosiataya enterena masaya. Kama ulivyo mbinguni ndivyo tulivyo ulimwenguni humo. Hauna mipaka Bwana, hatuwezi kukupa mipaka Bwana. Hauna mipaka Jehova, hatujipi mipaka mtakatifu wa Israel. Eshana masata lekopa desiataya ekatarana mashanda radoske pelenia rika barada bashanda magara bashanda lezade pelekoziataya rana mashata lanama eketalida bayane resovelida barama ekopa dashata. Neno hili Bwana, kila aliyejipanga kuliba kwenye mioyo ya watoto wako ninamkemea, ninamkataza, ninamzuia, ninamwekea mipaka. Havuki hapa, havuki hapa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu, haibi, hapori, hanyang'anyi katika jina la uweza la Yesu. Sema amen. Aya, mpigie Yesu makofi. Mshangilie tena. Yes. Mshangilie tena. Haleluya. Haleluya. Mshangilie pia mtumishi wa Bwana anapokuja.